Siku moja inakuja utaenda kukomeshwa. Sikia mtu wa Geita, mwili ulionao, afya yako inakupa kiburi. Nataka nikueleze, walioko hospitalini leo walikuwa wazima kama wewe. Wengine wamepooza, hawatembei na baba wazima. Jana walikuwa ni wazima. Maisha yanabadilika, mwili unabadilika, pesa zinaisha. Unamhitaji Yesu katika maisha yako, unahitaji Mungu. Mhubiri wa juzi akasema ya kwamba yafaa nini mwana apate vitu vya dunia, apate fedha, apate cheo, awe na mamlaka, lakini amkose Mungu. Manase alimkosa Mungu katika ufalme wake. Ogopa kumkosa Mungu. Ni bora ukose pesa, lakini uwe na Mungu. Na bahati nzuri ukiwa na Mungu na pesa lazima uwe nazo. Maana Mungu ni vyote, ndani ya vyote. Sikiliza, endelea kusoma. Hata wakazidi kufanya mabaya. Neno linasema akawakosesha Israeli wote na akazidi kufanya mabaya. Kuna watu wako mahali hapa wanazidi kufanya mabaya, na wengine wako makanisani. Ole wako wewe unaoiwa kila siku, unahitaji mabadiliko. Usisubiri hasira ya Bwana, maana hasira ya Bwana na jicho la Bwana liko juu ya mtu mwovu, liko juu ya mtu mwenye kiburi. Amen. Akazidi kufanya mabaya. Sikiza. Ndio aliyoharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Ndio. Naye Bwana akasema na Manase. Lakini Bwana akasema na Manase na watu wake. Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Hawezi kumwazibu mtu kabla hajasema naye. Na leo nasema na wewe mtu wa matone. Nasema na wewe mwenye kiburi. Nasema na wewe mlevi. Nasema na mzinzi. Nasema na wewe una challenge walokole. Nasema na wewe unashindana na kanisa. Nasema na wewe Biblia inasema Bwana akazidi kusema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Na kuna watu wako mahali hapa hamujakubali wokovu. Kuanzia Jumatatu mlikuwepo, Jumanne mlikuwepo, njina hubiriwa, Jumatano mlikuwepo, na wengine majirani wa mtaa huu, hata uko nyumbani. Hizi sauti unasikia, nataka nikwambie, hizi sauti unasikia, iko siku moja itakushitaki usipogeuka, maana mnaupata hapa kwa ajili ya maisha yako. Amina. Akazidi kusema na Manase, Mungu wetu anyamanzi, Mungu wetu atulie. Na ninajua katika jioni ya leo yuko mtu